fomu ataenda kuichukua kwa katibu wa wilaya. Hiyo fomu itajadiliwa na kamati ya siasa ya Msoma mjini, ambao wao wana mgombea wao mfukoni. Nataka nirudie, tukitaka kufanya siasa safi hapa mkoa wa Mara, ni lazima tuambiane ukweli. Kama ni jipu tulitoboe, tukamue, tutoe kiini. Na mimi ningekuwa na uwezo, ningefuta kamati ya siasa ya Msoma mjini, ningefuta kamati ya siasa ya Tarime mjini. Haki ya Mungu ningewafuta. It is very fair. Hata kama umtaki mbunge, hata kama umtaki VEDA, basi penda maendeleo ambayo ameyasemea katika bunge la Tanzania. Penda huduma ambazo ametoa kwa watu wake. Yaani mimi ninapozungumza hapa, Tarime vijijini ndo kwanza wanajenga tenki pale Sirari ili tupate maji kutoka Ziwa Victoria. Nina vijiji 88, vitongoji 500. Nimemaliza kupeleka umeme kwenye vijiji tu. Bado vitongoji zaidi ya 200 havina umeme. Nyie mitaa yote mnawasha taa ikifika saa 12. Mungu awape nini? Gunia la chawa. Mimi nina kata 26. Kuna kata hata hazina mradi wa maji. Nimetaja mara nyingi bungeni. Na hata miradi ya maji iliyopo ni maji ya visima, mengine maji ya mserereko, na maeneo mengine hakuna mradi hata mmoja wa maji. Bado mimi kwangu tunachota maji ya visima. Tunashare maji na tembo usiku. Nyie hapa mitaa yote mna maji ya bomba. Mungu awape nini? Mimi eneo la Nyamongo, eneo la Sirari na eneo la Nyamwaga ni maeneo ya vijijini. Lakini watu wangu kuna maeneo nalipia umeme zaidi ya shilingi 300,000. Nyie mko manispaa, makao makuu ya mkoa, hamna vitongoji, muna mitaa, umeme shilingi 27,000. Mungu awape nini? Kwa hiyo ndugu yangu, nimekuja hapa kwenye mikutano mara kadhaa kama mwana Mara na kama mwana CCM. Sifurahishwi na baadhi ya viongozi wa wilaya zetu katika mkoa wa Mara. Wanatukwamisha, wanafanya makosa ya kikanuni. Mimi naweza kuwa mwenyekiti wa wilaya, mimi naweza kuwa mjumbe wa kamati ya siasa, na nikawa sikuungi mkono, lakini hautajua kama sikuungi mkono. Hata kwenye mkutano wa hadhara viongozi wenu hawaendi kwa sababu wanamgombea, wameweka kwa pani. Alafu nataka mchange hela, mumpe VEDA aende kuchukua fomu kwenye ofisi hiyo hiyo. Alafu sisi tukae nje tunasubiri VEDA, kipenzi chetu, kaka yetu, mbunge yetu tunayemtaka sisi, hao wenye mgombea wakamjadili. Yule fio utamwandikia nini huyu? Kama imefikia hatua hauwezi kwenda kwenye mkutano wa mbunge wa Chama cha Mapinduzi ukiwa hadharani hivi ukaficha hata aibu ndani ya chumba kwenye kona, ndio utamwandikia nini? Kwa mimi na VEDA tumejipanga kukataa maoni ya kamati ya siasa ya Msoma na ya Tarime, kwa sababu wale wana wabunge wao. CCM oye! Sisi hatuwezi kuwa wajinga. Tunajua kusoma na kuandika. Tunaweza kusoma alama za nyakati. Tunajua kilichoiva na kibichi. Tunaweza kuchambua pumba na mchele. Kamati ya siasa ya Msoma na kamati ya siasa ya Tarime imepoteza heshima ya kujadili watu. Kamati ya siasa ya mkoa iunde kamati maalum hapa Msoma na kule Tarime ili sisi tutendewe haki. CCM oye! Wangapi wamenielewa? Wangapi wanasema tumwambie mwenyekiti wa mkoa Pati Kichandi
na kamati yake ya siasa na mzee Gachuma na Idi Mokiwa waunde kamati ili madiwani. Hivi leo yule meya amepambanishwa tangu ameingia kwenye meya mpaka leo miaka 5. Uongo kweli? Veda ameshughulishwa, ameshughulikiwa, amesemwa, ametukanwa miaka 5. Uongo kweli? Hao wanaopanga njama ni ile kamati ya siasa. Huyu anakaa mwenyekiti wa vijana tu. Uongo Veda? Na yule mwenyekiti nitamtafuta nimpe zawadi ya Mungu. Yule ndio mwanaume anatakiwa. Mwenyekiti wa vijana hapa amekufa na mbunge wake. Mimi kwa maneno ambayo nasikia mnamfanyia Veda, viongozi wa chama hapa wilaya, fitina ambayo inatengenezwa. Sasa unatuambia hapa kwamba eti Veda amechoka. Umempima kwa mzani gani? Nyie si watu wa mjini. Mimi ni mbunge wa Tarime vijijini, lakini sio mtu wa kijijini. Na mimi pia nimekaa mjini. Sasa mnisikize niwape habari zenu. Yaani mtu hapa kabeba mgombea kwenye kwapa, amefanya koti lake, anazurura naye kila kona, anapika na kupakua naye, anafunga mlango na kufungua naye, alafu wewe unatuambia Veda amechoka. Umewahi kumtembelea Veda nyumbani kwake wewe? Kuna kazi gani ameshindwa ambayo amekupa uifanye wewe? Sio mnanielewa? Msoma mpo? Mmesoma hiyo? Imeenda hiyo. Kwanza. La pili, mimi nilikuwa Chadema, nilikuja hapa. Mimi tulikuwa na Vincent Nyerere. Alikuwa mbunge wenu. Uongo kweli? Na manispaa ilikuwa Chadema. Na madiwani wengi walikuwa Chadema. Uongo kweli? Hebu niwaulize, hivi kweli kazi ambayo Veda amefanya ni sawa na kazi ya Vincent? Ni sawa? Kumbe nyie mtu akiyetendea wema ndo mbaya wenu, akiyetendea mabaya ndo mwema wenu. Ndivyo kweli? Wakati mstahiki meya ameongoza hapo miaka 5 na yule wa Chadema wanafanana, hizi habari za maendeleo zilikuwepo. Waswahili wanasema ukienda vinaelea eti amekaa muda mrefu. Sasa huyu amekaa miaka 5. Mkachukua jimbo mkampa Chadema, mkampa mtoto wa mjini, akawapeleka mjini, mkaisoma namba. Sasa mmeona mnateseka, mmetoka kwenye jua, mmekuja kublaza Veda hapa kupumzika. Uongo kweli? Yaani ndo kwanza meli inaanza kung'oa nanga, unasema ita amechoka. Yaani je, mnaona huyo Veda ni karandinga? Mnamwona Veda ni karai? Yaani kwamba sasa uwanja wa ndege, si niwaambie ukweli au niwadanganyi? Mimi nilikuwa naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi. Ikaja habari ya kuboresha viwanja vya ndege na habari ya kujenga lami. Veda kule kwangu ni jirani. Sasa tukakubaliana na Veda, na akanifuata akasema, mdogo wangu umepata kafursa, unakaa kwenye vikao. Mwenzangu mimi mbunge wa kawaida, hivi hatuwezi kupambana kwa baba wa taifa? Uwanja wa ndege hatuna, ndege haziruki. Hata tukipata ugeni kuja kutembelea makumbusho ya baba wa taifa, tunaunga safari. Kaambia umeniambia jambo la akili sana. Nikaenda kwa Dr. Chamliho akiwa waziri wangu. Kaambia Chamliho, hii ni tembo ipo hapa, na wewe una kisu kikubwa na mimi na kadogodogo haka, tuhakikishe kwenye pesa inayotoka kukarabati viwanja Msoma airport iwepo. Tukatenga fedha shilingi bilioni 4, tukatembelea maeneo haya. Veda tukafanya ziara na yeye, tukatambua watu ambao wanataka kulipa fidia, wakalipwa, uanza kujengwa. Uongo kweli? Sasa uwanja wa ndege wanajenga jengo la abiria. Mnataka Veda aonekane karai
amejenga nyumba nzuri, karai likae nje, huyu wa mfukoni aje kuwa mbunge, hamtendee haki. Veda anatakiwa pande ndege kutoka Dodoma aende Dar es Salaam, jengo la abiria hilo, na yeye pitie VIP ili ashiriki kula matunda yake na jasho lake. Mbo. Lakini lingine, na mimi nilimega kipande, ndio maana kuna rami inatoka Mwagabiri kwenda Nyamongo kwenda Serengeti, ujenzi unaendelea. Hivi nyie mtu akwambia Veda amekaa sana, si unafuatilia tu historia? Mbona kuna wabunge mule bungeni wameanza tangu mwaka 95 mpaka leo wapo? Kuna watu wameingia 2000 mpaka leo ni ubunge. Mimi mngeniambia hapa kwamba Veda hajawahi kufanya ziara yoyote, mngeniambia Veda hakutana na wana CCM, ungeniambia Veda sisi hatukutani naye hapokei simu, ungeniambia Veda angalia kote hakuna maendeleo, ningesema bwana kweli umekosea. Lakini mnakiri eti mitaa yote maji ya bomba, mitaa mingi lami. Halafu sasa amechoka. Na bungeni ni ujanja. Kwanza mwenzangu hapa ni mjumbe wa kamati ya budget. Mimi nipo TAMISEMI. Hata budget ambayo amesoma Mwiguru juzi, hao ndio masinia kwenye ile kamati. Kwa mkiona kuna lami inakuja, sio kila jimbo, si mnatembea. Sasa haya ni lazima tuambizane ukweli. Lingine, mimi nafahamu hivi kweli hamjawahi kusikia Veda Dodoma akiuliza habari ya viwanda? Hamjawahi kusikia? Hajauliza, ameuliza. Ameuliza, hajauliza. Sasa kazi ya mbunge ndugu zangu Dodoma ni kusemea wananchi wake. Anauliza swali la msingi, ameuliza maswali ya nyongeza, serikali imejibu majibu. Hivi kuna mbunge atajenga viwanda yeye hapa? Sasa mbona hizo hoja zingine hazijakaa sawa? Kwa mimi naona ndugu zangu, mimi nikasema niwasalimie kwa sababu eneo hili la Msoma mjini yeye ameshawahi kuonja upinzani. Lakini mbunge ambaye anafanya kazi, kama kuna mtu ananiwa kugombea, asitafute shortcut, aweke hoja mezani, si ndio? Alafu unapewaje manispaa, hujawahi hata kuongoza kitongoji? Tumeelewa? Hapa ni jiji, hapa ni manispaa. Mbunge mzoefu anajua mbinu za kupita, anawasemea, amekuwa meya wenu, hamwezi kumdhalilisha. Mimi niwaombe, uchaguzi huu sio uchaguzi wa marumbano. Na mimi nimechelewa kidogo, nasikia kwa nimepotea, nilikuwa na ziara. Na mimi nina mwenyekiti kama wa hapa, nina kamati ya siasa nafanana na Msoma. Mimi nimewaambia, mimi ni jeshi la mtu mmoja. Ukikaa mbele yangu nitapita na wewe. Mimi nimewaambia wananchi, sitaki mtu aniambie hanitaki yeye. Yeye sio baba yangu, sio mama yangu, na jimbo sio la kwake. Sitaki mtu anipigie kifua, hata mimi kifua ninacho. Ukicheza tutapiga wote. Nacho sema, wananchi mnamtaka Waitara, hamumtaki Waitara. Wakasema Waitara tunaye, tunatamba naye. Nikamwambia imetoka hiyo. Lakini mtu atoke nyumbani kwa mke wake na watoto, amepewa cheo cha Chama cha Mapinduzi, hili ni koti ya kuazima, anipigia kifua. Nachofanya mdogo mdogo, naita viongozi wangu wa kata, tunakula maisha. Uchaguzi umeisha mapema pale kwetu. Ndio taratibu. Kwa nyinyi hapa, wakati Veda ananyosha leo ananyosha mikono. Kwa nataka niwaambie hivi, hapa kwenye uchaguzi wetu sio mtu ana mtu wake, wananchi wawe na mtu wao. Nataka nirudie hiyo. Uchaguzi wa mwaka huu ni wananchi wanamtaka mtu wao, sio kiongozi ana mtu wake. Msikubali hiyo. La pili, wananchi hawapelekea mgombea, wananchi wanachagua mgombea. Sio, mnanielewa? Mkiletewa
mkiletewa huyu aliyemleta haujui walikubaliana nini, baadaye kuleta mrejesho kwenu atapeleka mrejesho kwa aliyemtuma. Shtuka, shtuka, shtuka. Chagueni mbunge mnayemtaka nyie, ili mkimuita kwenye mkutano hapa aje, mkimuuliza maswali ajibu, na anakuwa na diwani wake. Na hoja naanzia kwenye mtaa. Mtaa ukileta diwani anapokea, anaenda kwenye DC, anakuja hapa kwa VEDA. VEDA anasonga mbele, magodi kama kawaida, maendeleo yanaendelea. Uongo kweli? Nilitaka niwaambie hayo kwa sababu tunafanya mambo ya maigizo ndugu zangu. Siasa ni maisha ya watu. Yaani wewe Msoma manispaa mtu akupachikia mtu. Mimi sina chuki na mtu, lakini nasema kwa uzoefu wangu wa kisiasa sioni kama tunaenda sawa sawa. Alafu sisi wana CCM, kwa nini tulete mgawanyiko ndani ya chama? Kwa nini? Si unakaa tu unatulia. Mwenye nia anachukua fomu. Wewe mwenyekiti wa chama ni referee. Uongo kweli? Kwa mujibu wa katiba ya chama, kamati ya siasa ndio chombo cha kampeni wakati wa kampeni. Sasa kama una mgombea wako tayari umemtangaza, lakini wananchi wamesema wao wako na VEDA, VEDA yuko uwanjani na wapiga kura wa CCM na wananchi, wao upo chocho fulani unapanga mikakati, akiteuliwa VEDA unakuja kudanganya watu unampenda VEDA. Umpendi, acha unafiki. Hata kwenye familia ukiwa na watoto zaidi ya mmoja wanatofautiana tabia. Uongo kweli? Lakini kwa sababu wote ni wakwako utawatendea haki, si ndio? Lakini kichwani unajua huyu mtoto fulani yuko sawa sawa sana, huyu sio kidogo, si ndio? Lakini mtoto hataki kujua baba anitaki, mama anitaki. Na uweze kupika chakula mezani unamwambia wewe kipande kimoja, mwingine vipande vitano. Unajenga chuki. Kwa nitaka watu wa CCM, wajumbe wa mkutano mkuu wa Msoma, muende na VEDA kama mbunge wenu, na mimi jirani yenu naunga mkono. Alafu kama kuna mizengo kule ofisini mnaikataa, mnamwambia Mama Samia VEDA tunaye, tunatamba. Hebu turudie, VEDA tunaye, tunatamba. Wanaosema VEDA tunaye